Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakeo TV. Kumekuwa na mvutano mkubwa sana kati ya Mange Kimambi pamoja na chama cha ACT Wazalendo, ambapo Mange Kimambi akiwa anashusha nondo za uhakika kwelikweli katika mtandao wa Twitter kuhusu namna ACT Wazalendo walivyoshiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 na hawakusikiliza maoni ya wananchi. Pasi na kupoteza muda, anaingia katika chapisho la Mange Kimambi ambalo lilikuwa la kwanza kabisa, ambapo Mange Kimambi kupitia mahojiano na waandishi wa habari, ambayo mwandishi wa habari mashuhuri kutoka nchini Tanzania aliweza kufanya ambaye anafahamika kama Kamwaga. Huyu ni mwandishi wa habari kutoka nchini Tanzania, ambapo anasema kwamba ACT Wazalendo ichukue uongozi kutokana na mkwamo wa kisiasa, ambapo anasema ACT Wazalendo kwa sasa inaweza kuchukua uongozi kutokana na mkwamo wa kisiasa ambao unaendelea nchini Tanzania. Nataka nikuwekee video hapo ya Kamwaga ili uweze kumsikia, lakini pia kabla ya kumsikia Kamwaga inabidi msikie Mange Kimambi akiwa anatolea ufafanuzi kutokana na video ya Kamwaga. Yes, na kuwekea video hapo uweze kumsikia. Guys, so nimeona video, kuna mwandishi wa habari ambaye ni chawa wa CCM kafanya. Huyu jamaa ni chawa kwa sababu nishaonaga statement zake nyingi tu za kichawa. Leo kapelekwa na CCM kwenye huo mkutano wa CCMB aka ACT Wazalendo. Anasema kwamba eti ACT ndio wachukue sasa hivi uongozi kwenye kipindi hiki. ACT gani? ACT ambayo iliamua kushiriki uchaguzi ule ili kuisaidia kuihalalisha CCM. ACT gani? ACT ambayo Watanzania wote tulipokuwa tunaimba no reforms no election, wao wakaamua kusimama upande wa CCM. ACT gani? ACT ambao kiongozi wao Zitto Kabwe siku chache kabla ya maandamano alisimama hadharani, akaiambia serikali ya CCM, akaambia CCM, kwanza nitamnukuu alichosema, akasema serikali isipoteze pesa kuzuia maandamano. Hakuna maandamano yatakayotokea Tanzania kwa sababu kuna chama kimoja tu ambacho kinaweza kuitisha maandamano, na chama hiko ni ACT, na sisi tunashiriki. Kwa hiyo CCM isijali, huyo mama asijali, hakuna maandamano. Ndio huyu Zitto Kabwe huyu leo mumpe yeye na chama chake uongozi. Hivi mnajua, acheni dharau kwa Tanzania ndugu zangu. Tumeumia, tumezika watu sisi. Tumezika nguo na viatu. Kwa sababu hii serikali iliamua kuficha miili ili kuficha ushahidi. Tumeshindwa hata kuzika mpaka leo. Mpaka leo victims hawana hata uwezo wa kusimama hadharani na kuhadisia kwa sababu ya kuiogopa hii serikali ya mauaji. Leo alafu bado mnacheza na sisi eti CCMB ACT Wazalendo ichukue. Ndugu zangu, hivi mnaona hata hii mikutano ya kina Heche, hakuna chama kingine cha upinzani kinachoweza kuwasemea Watanzania kwenye issue zaidi ya Chadema. Haipo. Chadema ndio chama pekee kilichowasikiliza Watanzania kipindi cha uchafuzi. Ndio chama pekee kinachowaelewa Watanzania na kimejitoa kwa ajili yetu. Hakuna chama cha kutusemea. Kwa sasa hivi hakuna chama Tanzania chenye any legal or constitutional right kutusemea wa Tanzania kwa sababu uchaguzi haukufanyika. Chadema wana moral authority ya kuwasemea na kuongoza wa Tanzania. Kwa msiletee. Tumsikie naye Kamwaga anazungumziaje hapa na kuwekea video hapo. Kwamba wote sisi Tanzania tumekuwa kama wafungwa, mtanziko wa mfungwa, kwamba ukiwa chama tawala kwa mfano, tunazungumza maridhiano. Chama tawala kinaamini pengine kwamba maridhiano yataonyesha wale dhaifu, wakikubali ukamezana na wengine. Watu opposition wanaona wakikubali maridhiano maana yake ni kwamba taonekana wamekubali au nakubaliana na mabaya ambayo wametendewa.
Sio? Vyombo vya habari vingi vyetu tumeamua kwamba ukiwa neutral hailipi. Kwa hiyo ama unakuwa upande wa watawala au unakuwa upande wa sio watawala. Kwa hiyo kuna neutrality. Sio? Na wananchi hawazungumzi ukweli kwa sababu wanajua kuna consequences kuzungumza. Kwa hiyo wote ni kama wafungwa. Sasa hicho hapa inakuja kwenye tunatokaje hapa, na nashukuru sana kwamba makamu mwenyekiti ACT ulizungumza na mimi. Jambo la kwanza ambalo naliona ni political will. Kuna matatizo mengi na mengine hapa Madu amezungumza, lakini tukumbuke wakati wa Afrika Kusini maridhiano yanaanza mazungumzo, Mandela alikuwa jela. Kwa hiyo tungekuwa hapa tuna mtu hapa anakaa angesema sasa maridhiano nini wakati Mandela anataka kumtoa jela, sio? Wakati maridhiano Afrika Kusini yanaanza, Oliver Tambo alikuwa anaishi nje ya nchi, haruhusiwi hata kukanyaga Afrika Kusini kukimbia, lakini ndio maridhiano yakaanza wakati huo. Kwa hiyo kuna vitu tunasema ni tactical, kuna matatizo ambayo tunayo, lakini mimi wito wangu mkubwa kwa mwenyekiti wa ACT na chama cha ACT ni kwamba inabidi wachukue uongozi, kwa sababu ACT kwa hapa Tanzania pengine kwa vyama vya upinzani ndio chama ambacho kina uzoefu kwenye hatua ambayo tuko sasa hivi, na kama ACT isipochukua hili jukumu la kusonga mbele, mimi nafikiri tutakuwa katika hali mbaya sana. Na mimi nimefurahi nimeona kwa watu magari ratiba nini press release ya CCM ya halmashauri kuu iliyopita, walizungumza chama kijitafakari, lakini wakasema watafanya wanaangalia wabadilishe muundo, utendaji na masuala ya kiuchumi ya chama chao. Kwa hiyo inawezekana ndani kwa ndani kuna mzozo unaendelea, na tunachokitaka katika tukio kama hii ni political will. Ndio cha kwanza. Yaani kabla watu hawajazungumza kuhusu ukweli, kabla watu hawajazungumza, kwa sababu ukweli sidhani kama upande ni kitu tunakubaliana nao, kwa sababu tukizungumza mimi na nyinyi sasa hivi kuna ukweli huko CCM, kuna ukweli ambao wanaamini watu ambao sio watu wa CCM, kwa sababu ukweli wakati mwingine unakuwa kama upande hivi. Kwa hiyo la kwanza kuna political will, sisi wote kujua kwamba hapa tulipo hatuwezi kwenda kokote. Kwa hiyo lazima tukae tuzungumze. Na humu ndani nilikuwa naangalia kwenye ukumbi naona watu ambao wanaweza wakatumika kama njia ya kwenda kuzungumza. Na ndio maana sasa hivi ni muhimu sana politicians wawe politicians. Sababu sasa hivi kuna tabia politicians au viongozi wamekuwa na commentators. Kila siku wana maoni fulani, kuonesha njia watu, kila siku wana maoni hiki. Kwa hiyo lazima leaders tuwe leaders. Mtu uongozi. Sasa hivi ukiangalia mitandao unaangalia viongozi wa nchi kama wako mitandaoni hivi wanasema fanya hivi, lakini viongozi wamekaa na Maalim Seif siku moja nadhani kwenye mmoja wa habari baada ya lawama kwa nyingi dhidi yake kwa labda napenda sana anasema kiongozi mzuri ni yule ambaye anakaa mbele katika wakati wa kuzomewa, afu wakati wa sifa anakaa nyuma. Shida moja sasa hivi viongozi wanataka sifa, sio? Kwa hiyo kwa mambo wakati mgumu kama huu anakaa nyuma. Kwa hiyo lazima viongozi tukubali kupaka matope, tukubali kukaa mbele ili tusogee. Lakini na Madu amesema kuna CCM hapa na serikali haipo, lakini nafikiri kwenye mkutano pia kuna vyama vingi, Chadema pia sijaona Orero lakini nafikiri shida iliyopo ni kwamba kama wakubwa hawawezi kuchukua uongozi, ACT chukueni uongozi. Nashukuru. Asante sana. Baada ya kusikia video ya Mange Kimambe na Kamwaga hapo, Mange Kimambe alisindikiza na ujumbe ambao unafahamika kama anasema kwamba wauaji wameshapeleka chama chao wao kwenye mkutano wa ACT Wazalendo. CCMB aka ACT Wazalendo haina any sort of the moral authority kusemea Watanzania. Kwenye macho ya Tanzania hakuna tofauti kati ya CCM na ACT Wazalendo. ACT Wazalendo ni tawi la CCM, hata Polepole alisha tujuza hilo. Lakini pia Mange Kimambe hakuishia hapo, aliandika mfululizo wa hotuba kibao wa makala tofauti, na pia alizungumza kuhusu kauli ambayo mwenyekiti wa zamani wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe alijigamba kwamba chama pekee ambacho kingeweza kusababisha maandamano ni chama cha ACT Wazalendo. Nataka nikusomee ujumbe wa Mange Kimambe kabla sijakuwekea video ya video ya mwenyekiti wa zamani wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe. Nasoma ujumbe wa Mange Kimambe. Mange Kimambe anasema eti huyu jamaa na chama chake ndio waliwaongoza wa Tanzania kwenye maridhiano. Eti chama hiki kilichodharau na kutubeza Watanzania kipindi tunajipanga na maandamano ya kukomboa taifa, eti leo ndio kisimamie maridhiano. CCM wanajitekenya na kucheka wenyewe. Maridhiano kati ya CCM na ACT Wazalendo sitisha Watanzania, wasitishe Tanzania, wafanye wenyewe kujifurahisha nafsi zao, ila wasihusishe wananchi wa Tanzania. Imani yetu ipo kwenye chama kinachosimamia na sisi kipindi cha mauaji, kilichosimama na sisi kipindi cha mauaji ya Oktoba 29, na chama hicho ni Chadema pekee. Vyama vingine vyote hatuvitambui. Mwisho kunukuu maneno ya Mange Kimambe ambayo amemwandikia ambaye amemwandikia Zitto Zuberi Kabwe.
na video ya Zitto Zuberi Kabwe na kuwekea hapo ili uweze kumsikia namna ambavyo Mange Kimambe ameamua kumweka hadharani hapo, namna alivyosema maneno hayo kabla ya mambo ya Oktoba, kabla ya vurugu za Oktoba 29. Una maoni gani kama mwana Keo TV? Ningependa pia uweze kutoa maoni yako katika sehemu ya comment section kutokana na hichi ambacho Mange Kimambe, mwanaharakati maarufu kutoka nchini Tanzania ambaye anaishi pale Unyamwezini nchini Marekani. Jina langu ndio Keo TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuungana nami katika ulimwengu wa siasa. Bye bye. Sijui hata kwa nini watu wanazungumzia maandamano, kwa sababu chama ambacho kinaweza kaita maandamano ni ACT tu, na sisi tunashiriki uchaguzi kupiga kura. Kwa hiyo hata sidhani kama mnapaswa kupoteza rasilimali za umma kuhangaika na hilo jambo, kwa sababu chama ambacho kinaweza ikasema kwamba tuingize watu barabarani ni sisi, na sisi tunashiriki uchaguzi. Kwa hiyo hampaswi kuwa na huo wasiwasi.